wala hakuna. Na wakunifariji wala sikumuona mtu. Kuna maneno ya lawama ukiyasema, malalamiko. Unajua kuna watu wanapenda kulalamika. Hata kuna mmoja leo asubuhi, ni vile tu Dr. Obed alikuwa karibu, ningempiga kofi. Dr. nadhani unamfahamu. Yani unamwambia hiki, yeye anaweka hiki. Analalamika. Laumu inaharibu moyo. Laumu inafanya mwili unachakaa. Jifunze kuwa positive. Hata watu wakisema maneno, hata watu wakiongea, wewe badilisha yale maneno kuwa baraka. Mimi nimemuomba Mungu anisaidie maneno mabaya yasiharibu moyo wangu. Yani mimi mtu hata akikaa aseme magoti, ye. Akimaliza kusema, ninapiga magoti nasema, Baba, na huyo naye mbariki. Na huyo naye Baba mtende mema. Na huyo Baba bariki watoto wake. Yani sitaki kabisa maneno yanitese. Kuna watu hapa, hadi usingizi umeisha. Kila wakati mimi wananisema vibaya, mimi jamani wananisema vibaya, mimi jamani yeye. Sikiliza, mwanadamu kusema lazima atasema. Mdomo hauna airtime. Hii dunia hii, wewe kama Yesu tu mwenyewe walimsema Yesu vibaya, ndio uwe wewe. Yesu mwana wa Mungu ambaye hakuwahi kutenda dhambi alisemwa vibaya. Kwa nini wewe usisemwe vibaya? Na hii dunia kusemwa ni lazima. Ukila maharagwe watasema umeishiwa. Ukila kuku watasema unatuonyeshea utajiri wako. Ukimpenda bibi yako watasema wewe ndio unajua kupenda kuliko wanaume wote. Ukiwa mbali na bibi yako watasema wewe mwanaume umeacha bibi yako tu. Ukinyoa nywele watasema umejiona siku hizo umekuwa kama Ellen White. Ukisuka nywele watasema hiyo wivi yenyewe aliyovaa imetoka sijui wapi. Ukivaa nguo ndefu watasema umekuwa nabii mwanamke wa kanisa. Ukivaa nguo fupi wanasema anataka kutuonyeshea miguu yake kama fimbo ambazo zimekaushwa na mwanga. Yani watu kusema lazima watasema. Usiishi kwa maneno ya watu, ishi kwa neno la Bwana. Usiishi kwa maneno ya watu, ishi kwa neno la Bwana. Usipende kulalamika. Usipende kuwa negative. Kuna watu ni very negative. Mimi nimerogwa. Mimi jamani sikusoma.
Mimi jamani, mama yangu aliniacha nikiwa mdogo. Jamani, mimi kwa kweli ni vile tu baba yangu tu alifanya hivi. Mimi jamani, bwanangu huyu kwa kweli ni vile tu ndevu zake zimekaa kwenye grupu kama mchicha. Mimi jamani, punguza malalamiko ili moyo wako uchangamke. Ili moyo wako uchangamke. Jisemee mambo mazuri, jitamkie baraka, jifunze kujinenea wewe mwenyewe ili moyo wako uwe mzuri. Mimi nilikuwa nawaambia watu, ukitaka usizeeke, ufanye moyo wako uchangamke. Mimi nikiwaambia miaka yangu mtashangaa. Najua watoto wenu vile wanajua kuongea wameshawaambia. Yaani hata Veronica mke wangu nilikuwa namwambia, nikiwaambia miaka ya Veronica mtashangaa. Nikamwambia Veronica, kuwa positive. Kuwa positive. Yaani kuwa positive. Amini ya kwamba yuko Mungu anayeweza. Usiwe na haraka. Subiri wakati wa Bwana. There is no permanent situation. Hilo nalo litapita. Hilo nalo litapita. Usikubali matatizo yajae moyoni mwako. Tukipata dikoni mmoja watoe watoto huku nyuma, atatusaidia. Kuna kelele fulani huku nyuma. Hebu sikia. Jitahidi sana kufanya moyo wako uwe positive. Jitahidi sana. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi ningekuwa baba wa huyu mtoto, mama yake leo ningemchapa fimbo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yaani ikitokea mzazi mtoto wako anabebwa hivyo na deaconess, how do you feel? How do you feel? Natafuta kuona anapelekwa kwa mama gani. Yeah. Be very careful mama. Be very careful. Fundishe mtoto kanisani ni mahali pa kuabudu, sio mahali pa kurukaruka. Mtoto wako anakuwa kama specimen ya kuonyeshwa kwa watu. Moyo, usikubali moyo wako uharibike hata kidogo. Yaani kila wakati, naomba nikueleze mtoto wa Mungu, jitahidi kila wakati kujitamkia maneno mazuri, kujiongelea mwenyewe ya kwamba is possible one day, yes. Is possible one day, yes. It is just a matter of time.
My God is under control. Jitahidi sana 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 kufanya moyo wako uwe moyo wa kipekee. Jambo la pili linaloweza kuharibu moyo, jambo la pili ipo kwenye kitabu cha Mithali 13. Mithali 13 na ule mstari wa 12. Mithali 13 na ule mstari wa 12. Biblia inasemaje? Kilichotarajiwa kikikawia kuja, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana, bali haja ya mtu ikipatikana, ni mti wa uzima. Hebu sikiliza, ulichokitarajia usipokipata, moyo unaugua. Kuna mtu mmoja aliolewa au aliingia kwenye ndoa. Kabla ya kuingia kwenye ndoa aliambiwa maneno mazuri, yaani mimi nitakupenda, ni wewe pekee, sina mwingine zaidi yako, nikinywa maji na kuona ndani ya glass, sipati usingizi kwa ajili yako, yaani natamani uwe asali wa moyo wangu, wewe ndiye maisha yangu, you are my heartbeat, you are my steering board, you are my wakakuweka box na wewe ukasema si mpenzi ndiye huyu, ukaingia kwenye ndoa. Yale uliyokuwa unayatarajia hauyaoni tena. Kama usipojua kulinda moyo wako, hiyo ndoa itakushinda. Ulimpeleka mtoto shule, ukatarajia huyu mtoto akienda shule atasoma, atakuwa mtu mkubwa, baadaye atanisaidia katika maisha. Hayo ndiyo alikuwa matarajio yako, lakini mtoto anageuka, anakuwa mlevi. Usipojua kulinda moyo wako, utapata magonjwa ambayo daktari ametuambia. Ulisoma vizuri, ukasoma kwa jitihada, na wakati unasoma ukajua ya kwamba nikimaliza nitaomba kazi, nitapata kazi. Leo ni mwaka wa 3, haujapata kazi. Ulichotarajia haujakipata. Usipojua kulinda moyo wako, unaweza kufanya maamuzi mabaya. Unaweza kufanya maamuzi mabaya. Hebu sikia. Siku moja nilikutana na dada mmoja airport. Tukiwa airport tumekaa tunangoja ndege. Pastor, kiongozi wetu wa kanisa kule Tanzania, akaniambia, Magoti, angalia upande wako wa kushoto. Nilipogeuka nikamwona msichana mdada amekaa kwenye kona ya ile room analia. Nikamwambia, Pastor, namuona kuna mama hapo analia. Pastor akaniambia, nimemuona akilia kwa muda mrefu. Nikamwambia, Pastor,
naweza kwenda kuzungumza naye. Akaniambia sawa. Nilipofika kwa yule mama, nikamwambia, nikamsalimia, Bwana Yesu asifiwe. Hakunijibu, akaendelea kulia. Nikamwambia, mimi naitwa Japhet Magot, ni mtumishi wa Mungu wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nini mbaya? Yule msichana akanitazama huku analia, akaniambia, wewe ni mchungaji? Nikamwambia ndio. Akasema, kwani Mungu yupo? Nikamwambia yupo. Akasema hapana, Mungu hayupo. Wakati anasema hivyo, yule dada analia. Asa kama mtumishi, nikakaa naye, nikaanza kumgonga kwenye mgongo. Nikawa namwambia, dada, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Usilie. Mungu anakupenda. Nini mbaya? Yule dada alipoona ninamfariji, akaniambia, naomba nikuambie ukweli. Nilipokaa hapa nina madawa. Akafungua handbag yake, akanionyesha madawa. Akaniambia, kila wakati nataka nikunywe hizi dawa ili nife, lakini ninaona kama kuna mvutano, nikunywe au nisinywe. Ndio maana ninalia, lakini lengo nataka kufa. Nikamwambia, kwa nini? Akaniambia, nimechoka. Akaniambia, pastor, nimechoka. Nini? Let me make this story short. Akasema, mwanaume amenichosha. Tulifanya biashara na mpenzi wangu. Alinioa tukiwa hatuna hata mahali pa kulala. Tukawa tunalala chini. Tukaanza biashara. Tukapata watoto wawili. Biashara ikawa kubwa. Mwanaume akaanza mipango ya kando. Anatoa pesa, anapeleka kwa mipango ya kando. Leo yuko na mwanamke huyu, kesho mwanamke huyu, na nikimweleza ananipiga. Nikienda kwa mother in law, nikimweleza, mother in law anamtetea kijana wake. Nikienda kwa ndugu wa bwanangu, nikiwaeleza, wanamtetea ndugu yao. Nikipiga simu kwa mama yangu, nikimweleza, anasema umeshaolewa, usituletee maneno yako hapa. I'm tired. Sina faraja. Nimeamua kukata tiketi ya ndege, but I'm not going anywhere. Nimeona nikinywa madawa hapa naweza nikapata msaada nisife. Nimeplani ndege ikiwa angani
ninywe madawa. Huko angani, hata kama nikipata shida, hakuna wa kunisaidia. Nife niondoke duniani. Kwa nini? Alichokitarajia hakukipata. Moyo unaumia. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, alimsaidia mtu, yule uliyemsaidia ukategemea maybe ata appreciate, atatambua msaada wako, lakini yule uliyemsaidia amebadilika, leo amekuwa adui yako. Moyo unauma. Usipojua kulinda moyo wako, unaweza ukafanya maamuzi mabaya yanayoweza kukutesa maisha yako yote. Moyo wako ulinde kuliko vyote uwezavyo kuvilinda. Hebu sikiliza. Huyu dada tukakaa naye, tukazungumza naye, tukaongea naye, ndipo akasema, Pastor, nimeelewa sasa, sitakufa tena. Ngoja nikwambie, linda moyo wako mpendwa. Unaishi kwenye dunia ya watu wote, watakatifu na wasio watakatifu, wa dhambi na wanaotafuta kwenda mbinguni. Linda moyo wako. Linda moyo wako. Siku moja nikiwa nahubiri mji mmoja unaitwa Arusha kule kwetu Tanzania, nimaliza kuhubiri tu, nashuka kwa pulpit, Elida ananifuata, not Elida Deacon. Naambia, mtumishi, kuna mtu amekaa kwenye gari yake anatamani akuone. Amesikiliza sermon akiwa ndani ya gari, anaona aibu kushuka. Ni baba mtu mzima, amenituma nikuite. Basi tukaenda na Deacon. Nilipoingia ndani ya gari, yule baba aliponiona tu akaanza kulia. Hata leo asubuhi kuna mtu mmoja kwenye hiki kibanda chetu cha maombi, alipoingia tu, kabla hajanieleza shida yake, akaanza kulia. Akaanza kulia. Yule baba akaanza kulia. Yuko kwenye gari nzuri, very expensive car. Yule baba, ukiona mwanaume analia, unajua wanaume huwa ni wagumu sana kulia. Yule baba akalia, na unajua kulia nako pia ni dawa. Ukiona mtu analia, acha alie, na mwache alie, ni dawa. Kuna sumu anaitoa. Na ukisikia kulia, lia basi kidogo.
Hebu sikia. Yule baba akalia. Alipomaliza kulia akafuta machozi. Nikamwambia, mzee, nini mbaya? Akasema, mtumishi, sermon uliopreach leo ulikuwa unaongea maisha yangu. Ulikuwa unaongea maisha yangu. Nikamwambia, nini? Akaniambia, nilienda benki nikachukua loni wa 20 million Kenya shillings. 20 million Kenya shillings. Rafiki yangu akaniambia kuna biashara mzuri sana, tukiifanya ile biashara tutapata faida kwa haraka sana. Basi nikachukua title deed ya nyumba, ya mashamba, nikapeleka kwa banki, wakanipa hela, nikaingiza kwenye biashara. Biashara imekufa, pesa zimekufa. Gari ya benki inatangaza nyumba inauzwa, mashamba yanauzwa. Pastor, ninaenda wapi na watoto? Moyo unauma. Kuna msichana yuko hapa ananisikiliza, alimuamini kijana fulani, akajua huyu ndiye atakuwa mpenzi wangu. Hata amemintroduce kwa wazazi. Vikao vimeanza kukaa. Msichana anaona kabisa huyu ndiye bwanangu. Hadi kwenye Facebook amemuweka, tena ameandika maneno, my nani to be. Ghafla huyo kijana leo ashiki simu, mawasiliano ya hayapo kabisa. Wewe msichana, usipojua kulinda moyo wako, unaweza ukapata matatizo makubwa sana. Sikiliza, jifunze kulinda moyo wako. Jifunze kulinda moyo. Ngoja niwaambie, mimi nimemuomba Mungu sana, Pastor Abineri, niwe na furaha wakati wote. Nikiwa na pesa niwe na furaha, nikiwa sina pesa niwe na furaha. Kwa nini? Natamani sana moyo wangu usiharibike. Moyo ukiharibika, usingizi unaondoka. Moyo ukiharibika, blood pressure utaipata. Moyo ukiharibika, unaweza ukafanya maamuzi mabaya yatakayo kosti maisha yako, yatakayo kosti maisha ya watoto wako. Vijana, kuweni makini sana na haya maisha. Kuna hii michezo imekuja leo, mnayocheza kamari. Nikisema kamari, mnajua hizi kamari
Usipojua kuavoid vitu vingine kwenye maisha yako, unaweza ukajimaliza kwa maamuzi yako. Hebu sikia, kuwa makini na matatizo yaliyopo katika dunia hii. Mambo yafuatayo naomba uyasikilize. Jambo la kwanza, there is no permanent situation. Hakuna tatizo la milele. Hakuna tatizo la milele. Hakuna shida itakayodumu. It is just a matter of time. Jambo la pili, kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kutokufurahi. Jambo la tatu, unapoishi kwenye dunia hii, matatizo, challenge ni sehemu ya maisha. Kila mtu unayemuona duniani ana challenge yake. Kila mtu unayemuona duniani ana shida yake. Hata mimi Magoti ninayehubiri, na mimi na za kwangu. Hata kuna mtu mmoja leo asubuhi ameniambia, hapana, za kwangu ni kubwa Magoti kuliko za kwako. Nikamwambia, nikutajie za kwangu kidogo. Siku moja pastor mmoja, bibi yake aligonjeka, alikuwa na kansa. Pastor, bibi yake akawa na kansa, akawa kwenye coma point, hali ikawa mbaya. Pastor akiwa hospital kwenye ile wodi, wakawa anatazama television, huku machozi yanamtoka. Nikawa nahubiri kwenye hiyo television, akaona watu wanatoa shuhuda. Yule pastor akanipigia simu, akaniambia, Magoti, in any cost, please come, njoo umuombee mke wangu. Basi nikaenda. Pastor aliponiona akaanza kulia, akalia sana. Akaniambia, Magoti, ndoa yetu ndio ina miaka 14 tu. Nimeteseka na mke wangu wakati nasoma uchungaji. Mke wangu alikuwa analima mchicha, anauza, tunapata fees ya mimi kusoma uchungaji. Nimesoma uchungaji miaka 9. Pastor Nyaega anafahamu. Miaka 9. Mke wangu anahangaika, ndio tu nimepata kazi, nimeandikwa kazi. Mke wangu amegonjeka. Magoti, nimekosa nini kwa Mungu? Mbona ninamtumikia huyu Mungu? Mbona nimekuwa mwaminifu kwa huyu Mungu? Nimeacha kazi zote za dunia,
nimekuja kufanya kazi ya Mungu. Magoti, look at my wife. Mwanamke amelala kitandani, haelewi chochote, amewekewa oxygen. Kansa imefika kwenye last stage. Pastor akalia, akaniambia, nimetenda dhambi gani? Mbona kama ninachapwa fimbo na Mungu? Magoti, mama ambaye nimemzoea, she's going to die. Pray for her. Magoti, ninajua Mungu ameweka vipawa, nimekutazama kwenye televisheni. Magoti, wakati pastor anaongea huku machozi yanamtoka. Kaambia, pastor, kabla sijamwombea mke wako, hebu kaa kidogo. Pastor akakaa, akaniambia hivi, kwa nini umeniita? Akaniambia, nimetambua wewe una karama ya maombi. Mimi na karama kwa mimi nikiomba Mungu anasikia haraka. Akasema wewe huyo ni pastor? Nikaambia, sasa mimi huyu ambaye unaona naombea watu, yafuatayo ninayapitia. Jambo la kwanza, pastor, nina challenge hii. Nikamueleza, hakunielewa. Challenge ya pili ni hii. Challenge ya tatu ninapitia hii. Akatoa macho akasema. Nikaambia, ya nne ni hii, nikwambie na ya tano? Akanambia, ishia hapo hapo, ishia hapo hapo. Akanambia, kama na wewe unayapitia haya, acha mapenzi ya Bwana yatimizwe. Hujaelewa? Muulizeni Kea, muulizeni mchungaji wenu Nyaega au daktari. Kilichonipata leo usiku wa leo, nimeteseka Abineri, nimeteseka, nimetapika usiku, kichwa kimeuma. Abineri, nimeletewa chakula, kumbuka mchana sikula, hamu ya kula haipo mchana. Nikaja hapa nikahubiri, nikasema labda jioni nifike nile. Pale hotelini nikawaambia mnitengenezee chakula, ile wananipa chakula tu. Nikaanza kutapika, kichwa kinauma. Nikashika simu nimpigie Timothy, nimwambie, Timothy, njoo unipeleke hospital. Baadaye nikainama, nikasema, Yesu nisaidie. Ilipofika saa 9 usiku, nikapata kausingizi kidogo. Saa 11 Timothy ananipigia, pastor, niko hapa nje. Nikaambia nakuja. Nikasema hapa ili nipate nguvu, acha niingie nioge. Nikaingia nikaoga, nikanywa maji. Nilipoingia kwenye gari ya Timothy, kuna dawa nimeweka kwenye gari yake. Nikachukua nikanywa zile dawa. Asubuhi nikasimama hapa, nikaanza kuhubiri. Nikahubiri. Kuna mtu yuko hapo akimuona Magoti anahubiri, anasema huyu akiniombea huyu ninapona. Kumbe Magoti mwenyewe
usiku ametapika. Nilipomaliza kuhubiri hapa asubuhi, namshukuru sana head deacon, Mungu ambariki sana Timothy, Mungu ambariki sana, akaniambia no brother, twende mahali fulani. Tukaenda, akaenda akaninunulia dawa, nikanywa ile dawa, ndio nikasikia nimepona. Yaani kila mtu unayemuona duniani ana challenge yake. Sio wewe wa kwanza mwenye hiyo challenge. Siku moja bibi wa kazini yangu aliaga. Alikuwa anaumwa alikuwa anaumwa, alipata kansa. Nikaamua kufunga siku 7 nimuombee ili yapone. Ile siku ya 7 akafa. Alipokufa, tukiwa pale hospital tumekaa, wakanituma wakasema, wewe nenda ukashughulikie mwili upelekwe kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Wakati ninaenda kulipia mwili, nikiwa na huzuni, kwa sababu huyo mama alikuwa very supportive kwenye maisha yangu. Alinisaidia sana kusoma. Baba yangu hakuwa na uwezo wa kunisomesha. Kwa hiyo yule mama pamoja na kazini yangu walinilea. Kwa hiyo sikutamani bibi wa ndugu yangu afe. Na ndio mimi Magoti nimemaliza degree yangu ya engineering. Nimepata kazi. Nikawa nimempromise ya kwamba nitakupa zawadi ya gari kwa the way mlivyonitoa chini mpaka hapo mliponifikisha. Kwa hiyo alipokufa niliumia moyoni. Nakumbuka Abineli, nimeomba siku 7, na ile siku ya 7 ndiyo bibi wa ndugu yangu akalala usingizi wa mauti. Nikiwa pale nimesimama naongea na nasi, namna ya kulipa, machozi yananitoka, ninafuta machozi. Mama mmoja aliponiona akasema, oh my God, thank you God, thank you Lord. Hatimaye nimemuona Pastor Magoti. Jamani, oh pastor, oh jamani evangelist, wakati nilikuwa evangelist, oh mwinjilisti, oh nimekuona mwinjilisti, oh Mungu asifiwe sana, kwa kweli nimekutafuta sana. Wakati anaongea hajui ya kwamba mimi bibi wa ndugu yangu amelala. Sasa unajua tulifundishwa Pastor Nyaega ya kwamba wakati mwingine ficha machozi yako, utazame machozi ya memba wako. Tulifundishwa hivyo. Kwa hiyo na mimi usimwone Abineri hapo anakuja na leo ndo atakaye tuombea. Usione amevaa koti na suti ukadhani ya kwamba yeye akiomba unapona. Anaweza akaomba upone alafu yeye anagonjeka. Kuna mtu ananielewa kweli? Na kufundisha kulinda moyo. Kilichotokea, yule mama akaniambia, Magoti, firstborn wangu ana kansa ya ziwa lake lote limeharibika, yuko ICU, haongei. Kumbuka na mimi bibi wa ndugu yangu amekufa kwa kansa.
Kaambia Magoti, naomba twende. Sasa kidogo nimwambie mama, unajua hata hapa mimi nimesimama kwa sababu nalipa mwili wa shemeji yangu upelekwe mochwali. Ila nikanyamaza. Yule mama akanisi sana. Ona Mungu alivyo wajabu. Sasa tukaenda mpaka ICU. Tulipofika ICU, unajua ICU unaingia unavalishwa na manguo. Nikavalishwa na manguo. Nilipofika nikaweka mkono, nikasema, Baba, wewe ni Mungu unayeweza. Wakati huo ninaomba, machozi yananitoka. Ninaomba, Baba, umponye huyu dada, rudisha afya yake Mungu. Wewe ni tabibu mkuu, ninaamini unaweza, katika jina la Yesu. Ile nasema amen, yule dada anafungua macho. Kutoa nguo pale kwenye kansa pamekauka in 2 minutes. Shemeji yangu nimemuombea 7 days without eating, amekufa. Huyu 2 minutes Yesu amemnyanyua. Oh my Lord. Jifunze kulinda moyo wako. Utendaji wa Mungu hakuna awezaye kuujua. Hata ukipita kwenye shida kiasi gani, amini ya kwamba bado yuko Mungu anayeweza. Usikubali mateso ya kutawale. By the way, naomba unisomee hii verse kwa Kizungu. Yohana 14. Yohana 14 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia yasema, inasemaje? Let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Please tell your neighbor, let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Please tell your neighbor in your mother tongue. Usiruhusu moyo wako ufanye nini? Usiruhusu moyo wako ufanye nini? Usiruhusu moyo wako ufadhaike. Kwa nini? Continue. You believe in God. Kama unamwamini Mungu, believe also in me. muamini na Yesu pia. Endelea. In my Father's house are many mansions. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. If it were not so, kama sio hivyo, I would have told you. Lazima ningaliwaambia. I go to prepare a place for you. Ninaenda kukuandaa. Oh, Abineri, please may you come. And no, wait. Pastor Abineri, come, my brother. Run, my brother. Take a microphone. There is any microphone? May you come, my brother. I want to talk with you something so important. My brother, as you are coming, listen to this wonderful promise of God. Jesus said this: do not let your heart be in trouble. My dear brother, we are living in the very broken world. In this world, there are many challenges. Satan is living in this earth. There are many problems here. Kuna matatizo ya kila namna. Kuna shida za kila namna. Katika dunia hii kuna magonjwa.
Katika dunia hii asense tomenyete kuna umaskini. obutaka nobule Katika dunia hii asense tomenyete kuna watu watakusema vibaya. abantu mboro baragukwane bube Katika dunia hii asense yeiga kuna watu watakudharau. abantu mbole baragucaye Katika dunia hii asense yeiga utakoswa kazi. nabokuburwe emeremo Katika dunia hii asense bwana wako atakuacha. omusacho wona bawotika Katika dunia hii asense yeiga utakuwa mjane. nabokubo muburaka Katika dunia hii asense utakoswa kazi. nabemeremego kubura Katika dunia hii asense yeiga utapata hasara. nabokonyora asara Katika dunia hii asense yeiga kuna watu watadhurumu mali zako. abantu mbole barakowule nonama Katika dunia hii asense kuna watu abantu mbolo watawaharibu watoto wako tabia. bagosalia abana bawo pichimbu Yesu anasema Yesu gagotebaiga usifadhaike moyoni. tobasa goichana so moyo Usifadhaike moyoni. toichana so moyo Muamini Yesu. mwegenere Muamini Yesu. mwegene Yesu Ameenda kutuandalia makao. ochire gotoroserias Ameenda kutuandalia makao. ochire gotoroserias Siku moja litukelimo atatuchukua. ngotorusiara igaiga Atatuchukua. ngotorusiara aiga Pastor Nyaega, Pastor Nyanga siku moja litukelimo aiga Yesu atatuchukua. Yesu ngotorusiara Pastor Nyaega, may you come. Pastor Koranjenchu Come my brother. incho Come my brother. incho pastor I want to talk with you something. Elder Abel, may you come. elda hapel inchugocha I want to talk with you, my brothers. Do not let your hearts be in trouble. mutwa tobasa goichana senkoro ya Pastor Nyaega, dunia hii ina mateso. yense ne wa Daktari, dunia hii ina mateso. Lakini there is this blessing promise of God ya kwamba ameenda kutuandalia makao. Amen. Siku moja tutaenda mbinguni. Amen. Daktari, siku moja tutaenda mbinguni. Amen. Jamani, wanakwaya wa Homa Bay, siku moja tutaenda mbinguni. Amen. Watu wa Nyamira, siku moja tutaenda mbinguni. Amen. Jamani, siku moja tutaenda mbinguni. Amen. Tutaondoka katika dunia hii. Tutaondoka katika ulimwengu huu. Tutaenda mbinguni. Tutaenda mbinguni. Ninamuona Yesu akishuka. Amen. Akiwa na mwaliko wa malaika na parapanda zikilia. Ninaona mbingu zikifunguka. Yesu akishuka. Yesu akishuka. Amen. Namuona Yesu akishuka. Amen. Namuona Yesu akishuka. Amen. Akiwa na malaika na parapanda zikipigwa. Akija katika ulimwengu huu kuja kumchukua Evans Nyaega. Amen. Aliyedharauliwa. Kuja kumchukua Abeli Omao. Amen. Aliyedhulumiwa. Kuja kumchukua mama mmoja hapa. Watu waliyemsema vibaya. Tutapaa na Yesu kwenda mbinguni. Amen. Tutapaa na Yesu kwenda mbinguni. Amen. Jamani, tutapaa na Yesu kwenda mbinguni. Amen. Tutaruka. 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 Tutaruka na huyu Yesu. Tutaruka na huyu Yesu. Tutapaa Nyaega. Ninakuona ukiwekewa mabawa. Unapaa na malaika. Namuona daktari akipaa na malaika. Tutaruka na Yesu. Tutaenda kwa Baba. Tutaenda kwa Baba. Tutaiambia dunia hii kwa heri. 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 Oh, sikiliza. Mbinguni hakuna maombolezo. Mbinguni daktari hakuna wagonjwa. Dokta, udaktari wako unaishia hapa. Amen. Kule mbinguni tutabadilishwa. Unaniona daktari
niko na hizi scars kichwani, hizi alama za hapa duniani, kule mbinguni nitabadilishwa. Amen. Tutafutwa machozi. Tutafutwa machozi. Tutafutwa machozi. Jioni ya leo, ni wangapi wanahitaji kwenda mbinguni? Shall you stand up? Wakati kwaya inaimba, kama kuna mtu yeyote ana changamoto iliyoutesa moyo wake, sogea hapa mbele. If you have any challenge which is disturbing your heart, please may you come. Mind our wires. Stand behind this camera. Listen to me. Jesus is coming. My dear brother and sister, unayetutazama masaa haya, Yesu anakuja tena. Sikiliza wimbo huo. Sikiliza wimbo huo. Sikiliza maneno ya wimbo huo. Karibuni kwaya. Kuna mtu hapa amenigusa, nataka kujua yeye ni nani. Amegusa pindo la vazi langu, nasikia nguvu zimenitoka. Nataka kujua ni nani aliyefanya kitendo hiki. Yule mwanamke alipona, akaja kwake akitetemeka, akaruka mbele yake kumweleza sababu ya kumgusa. Kuna mtu hapa amenigusa, nataka kujua yeye ni nani. Amegusa pindo la vazi langu, nasikia nguvu zimenitoka. Nataka kujua ni nani aliyefanya kitendo hiki. Yule mwanamke alipona, akaja kwake akitetemeka, akaruka mbele yake kumweleza sababu ya kumgusa. Yule amwaminie Bwana ataweza kupata uponyaji, kama yule mwanamke alivyomgusa damu ikasimama. Yule amwaminie Bwana ataweza kupata uponyaji, kama yule mwanamke alivyomgusa damu ikasimama. Ukiwa na imani, ombi lako kweli litajibiwa. Sumbuko lako umweleze Yesu, ni jibu letu kweli la maisha. Pia umwende vile ulivyo, usiogope, yeye yuko nawe. Atatembea nawe siku zote, kukufariji wakati wa dhiki. Yeye ni tabibu mkuu na mponyaji wa magonjwa yote. Ukiomba ukiwa na imani, ombi lako kweli litajibiwa. Sumbuko lako umweleze Yesu, ni jibu letu kweli la maisha. Pia umwende vile ulivyo, usiogope, yeye yuko nawe. Atatembea nawe siku zote. Endelea kuweka maombi yako. Kufariji wakati wa dhiki. Weka maombi yako ndani ya boksi. Na mponyaji wa magonjwa yote. Yule amwaminie Bwana ataweza kupata uponyaji.
alivyomgusa damu ikasimama. Yule amwaminie Bwana ataweza kupata uponyaji, kama yule mwanamke alivyomgusa damu ikasimama. Yule amwaminie Bwana ataweza kupata uponyaji, kama yule mwanamke alivyomgusa damu ikasimama. Yule amwaminie Bwana ataweza kupata uponyaji, kama yule mwanamke alivyomgusa damu ikasimama. Yule amwaminie Bwana ataweza kupata uponyaji, kama yule mwanamke alivyomgusa damu ikasimama. Yule amwaminie Bwana ataweza kupata uponyaji, kama yule mwanamke alivyomgusa damu ikasimama. Asante sana. Asante sana. Amen. Kwaya, kuna wimbo wenu fulani hivi niliusikia unaongea shida, mateso. Natamani tusikilize huo wimbo, alafu nataka tufanye leo maombi ya kipekee sana. Mpendwa mtazamaji, nataka tuombe na wewe pia leo. Kuna nguvu ya Mungu ya ajabu leo inaenda kuachiliwa. Kuna uponyaji unaenda kutokea mahali hapa. Hebu sikiliza wimbo huu. Sikiliza wimbo huu. Sikiliza wimbo huu. Ni maombi. Wimbo huu ni maombi. Wimbo huu ni faraja ya moyo wako. Matatizo na shida za dunia yasikutenganishe na Bwana. Yes, Lord. Iwe kifo, maradhi na magonjwa yasikutenganishe na upendo wake. Aliahidi atakuwa nasi japo pepo kali za vuma. Vumilia, vumilia ewe mpendwa, usikate tamaa. Matatizo na shida za dunia yasikutenganishe na Bwana. Iwe kifo, maradhi na magonjwa yasikutenganishe na upendo wake. Aliahidi atakuwa nasi japo pepo kali za vuma. Vumilia, vumilia ewe mpendwa, usikate tamaa. Usikate tamaa. Vumilia mpendwa. Magumu yote unayopitia mpendwa yasikufanye usife moyo, japo yanaweza kuwa machungu. Bwana Yesu atarahisisha. Mungu ni mwaminifu, hatawacha ujaribiwe kupita uwezavyo. Heri yule astahimilie majaribu, atapokea taji. Magumu yote unayopitia mpendwa yasikufanye usife moyo, japo yanaweza kuwa machungu. Bwana Yesu atarahisisha. Mungu ni mwaminifu, hatawacha ujaribiwe kupita uwezavyo. Heri yule astahimilie majaribu, atapokea taji. Matatizo na shida za dunia yasikutenganishe na Bwana. Iwe kifo, maradhi na magonjwa yasikutenganishe na upendo wake. Aliahidi atakuwa nasi japo pepo kali za vuma. Vumilia, vumilia ewe mpendwa, usikate tamaa. Matatizo na shida za